Ndugu zangu wapendwa, tumeanza adhimisho letu la misa pale nje tukiwa tumeshika matawi. Matawi ambayo kila mmoja wetu anao inatufundisha mambo makubwa mawili. Ningependa tuyatafakari siku ya leo. Ama Dominika hii ya matawi inatufundisha mambo makubwa mawili, tukiyatazama matawi yetu tuliyoyashika mkononi. Tumeyashika matawi hayo mkononi pale nje na tumeingia kwa furaha kumshangilia Mungu Yesu, kumkaribisha Yesu. Watoto wa Wayahudi walimshangilia na kumkaribisha Yesu Yerusalemu. Leo hii mimi na wewe tunamshangilia na kumkaribisha Yesu katika mioyo yetu. Kwa hiyo matawi, sura ya kwanza inaonyesha furaha, shangwe. Lakini kwa upande wa pili, matawi hayo ambayo tumeyashika, mbele yake ama mwisho wa hilo tawi kuna ncha kali, inachoma, kiwakilisha maumivu, kiwakilisha mateso. Ndicho ambacho Dominika hii ya matawi nayo pia ina sura mbili, sura ya furaha ama sura ya shangwe na sura ya mateso ama uchungu. Na kwa Dominika hii tunaanza rasmi wiki kuu, wiki ya kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, nasi pia katika maisha yetu tunapitia sehemu hizo kubwa mbili za maisha, furaha pamoja na uchungu ama mateso, kama yanavyojionyesha katika matawi tuliyoyashika. Katika somo la kwanza tunaona historia ama somo linaloelezea juu ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Tukapendwa, Dominika hii mimi na wewe tutafakarishe, na hasa katika masomo yetu yanataka tutafakari kama mimi na wewe ni wafuasi wa Kristo ama ni mashabiki wa Kristo. Ulize jirani yako, wewe ni mfuasi wa Kristo ama shabiki wa Kristo? Hawa watoto wa Wayahudi walikuwa ni mashabiki wa Kristo, wanamshangilia sana, ili baadaye kidogo hawa ambao walikuwa wakimshabikia wanamgeuka asulubiwe. Shabiki. Tujiulize, mimi na wewe ni wafuasi ama ni washabiki wa Kristo? Tunamshangilia tu Kristo, lakini je, ameingia katika moyo wangu? Ameingia katika moyo wako? Tutafahamu vipi kama mimi na wewe ni wafuasi wa Kristo? Somo letu ya leo yanatueleza vizuri kabisa. Tutafakari tu mambo machache sababu pia ya muda. Katika somo la kwanza, sifa ya mfuasi wa Kristo, bali sio shabiki wa Kristo. Sifa ya mfuasi wa Kristo. Somo la kwanza linatuambia kwamba mfuasi wa Kristo haogopi mateso, hakimbii mateso. Mfuasi wa Kristo haogopi mateso wala hakimbii mateso. Katika wimbo wake huu wa mtumishi wa Bwana aliye mwaminifu, Isaya anaeleza vizuri kabisa kwamba huyu mtumishi wa Mwenyezi Mungu anayepitia katika mateso, anayepitia katika mahangaiko makubwa, lakini anasema, naliwatolea wapigao mgongo wangu
na wang'oao ndevu mashavu yangu, sikuficha uso wangu, usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutayari, kwa sababu nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Mfuasi wa kweli wa Kristo na sio shabiki wa Kristo haogopi mateso katika mambo yanayohusu haki, katika mambo yanayohusu usawa katika jamii yetu. Na yapo mateso mbalimbali ambayo tunayapitia. Mzaburi ametueleza vizuri katika huyu mfuasi wa Kristo ambaye hapaswi kuogopa mateso. Mzaburi anatueleza kwamba wote wanionao hunicheka sana. Ona huyu amefilisika, ona huyu alijidai hivi, ona huyu alijidai mcha Mungu. Ona sasa, wote walionao hunicheka sana, hunifyonya, wakitikisa vichwa vyao, usema alimtegemea Bwana, lakini sasa yuko wapi? Yawezekana katika maisha yetu, katika shughuli zetu, katika familia zetu tunapitia manyanyaso na mateso kama hayo, watu wengine wakitunyoshea vidole wakisema, ona huyu alijifanya mtumishi wa Mwenyezi Mungu, alijifanya mfuasi wa Mwenyezi Mungu, ona anavyotaabika. Mzaburi anaendelea kutuambia kwamba kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Watu waovu wamekuzunguka kazini kwako, watu waovu wamekuzunguka katika biashara zako, watu waovu wamekuzunguka katika familia yako, watu waovu wamekuzunguka katika ndoa yako. Hawafurahii namna ambavyo mnaenenda, namna ambavyo mpo waaminifu. Watu waovu wamewazunguka. Mzaburi anatukumbusha mateso tunayopitia katika maisha. Wanagawanya nguo zangu, kama tulivyosikia katika Injili. Waligawana vazi la Yesu, na vazi langu walilipigia kura, nawe Bwana usiwe mbali. Kwa hiyo mfuasi wa kweli wa Kristo ni yule ambaye anayepita katika mateso pasipo kuogopa. Lakini jambo moja la kutukumbusha pia, ndugu zangu wapendwa sana, tutazame siku zote, ama tunapopita katika mateso, ninateseka kwa ajili ya nini? Ninateseka kwa ajili ya nani? Hilo ni swali kubwa na muhimu sana la kujiuliza. Ninateseka kwa ajili ya nani? Je, ninateseka kwa ajili ya Kristo? Mfuasi huyu wa Kristo anayekubali mateso ni anateseka kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu zingine zozote. Mateso yako unayoyapitia ni kwa ajili ya Kristo. Mateso yako unayopitia ni kwa ajili ya nini? Hatuwezi tukayakimbia mateso. Mateso ni sehemu ya maisha yetu kama wanadamu. Yako magonjwa, filisika, kuna kutokuelewana katika maisha, kuna kuongelewa vibaya, kuna kuhisiwa vibaya. Yote hayo yanapelekea mateso na uchungu katika mioyo yetu. Lakini je, hao wanaokusema wote, hao wote wanaokunyanyasa na kukutesa, je, unateseka kwa ajili ya Kristo au unateseka kwa mambo yako mengine? Kwa hiyo mfuasi wa kweli wa Kristo ni yule anayeteseka kwa ajili ya Kristo, anayekubali na kuyapokea mateso kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, mtoto anapozaliwa, familia na jamii inafurahia. Anaingia duniani kwa shangwe, watu wanafurahia. Hicho tulichokifanya, tumeingia kwa shangwe. Lakini shangwe hii imeambatana na msalaba, imeambatana na mateso. Matawi haya yanayoleta furaha yameambatana na ncha kali yenye kuchoma, yenye kuleta maumivu. Mtoto anapokuja ulimwenguni
baba mama wanafurahi pamoja na jamii nzima, lakini anakuja na msalaba. Moja kati ya msalaba tunakuja nao mtoto huyu, kumtunza mtoto msalaba, lakini pia kwa maana kwamba ni jukumu la wazazi kumtunza mtoto. Atapitia katika misukosuko mbalimbali. Aliingia kwa furaha, lakini furaha hiyo aliyoingia nayo haimaanishi kwamba anakuwa mbali na mateso, anakuwa mbali na mahangaiko ya ulimwengu huu. Ataenda shule huko, ni msalaba mwingine, au sio wanafunzi? Shule nayo si ni msalaba? Lakini tukumbuke kwamba graduation, wanasema graduation is for the hard workers. I think not sure. Lakini taji wanapewa wale ambao wanapambana. Kuna wengine wanapambana, wanapewa taji, ila wanapambana kwa namna zao. Ni mapambano pia, yote ni mapambano, tunapambana kwa namna zao. Kwa ndugu zangu, Dominika hii tutafakarishe kwamba katika maisha yetu tunapomkaribisha Kristo, tunapokaribisha furaha, ili tukumbuke kwamba pia tunakaribisha kuna msalaba wa kubeba, kuna jukumu la kulifanya, kuna maumivu fulani lazima tuyapate katika kufikia huo utakatifu. Ndugu zangu, niwaalike tunapoanza juma hili kuu la kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, mimi na wewe tafakari katika mateso tunayopitia. Je, nateseka kwa ajili ya Kristo ama nateseka kwa ajili ya mambo yangu mimi mwenyewe? Mfuasi wa Kristo ambaye si shabiki wa Kristo, katika somo la pili tunaambia kwamba ni unyenyekevu, kenosis, theology of kenosis, kwa Mtume Paulo kwa Wafilipi, kwamba Yesu licha ya kuwa na ukuu wake wote, alitoa hivyo vyeo vyake vyote, akajishusha katika hali dhaifu ya ubinadamu, aje kuteseka, kufa kwa ajili ya mwanadamu. Inatufundisha nini? Katika maisha yetu tusipambane katika kutafuta ukuu katika njia zisizo sahihi. Tafuta ukuu kwa nguvu, tafuta vyeo kwa namna yoyote ile, liwalo na liwe, lazima uwe mtu fulani, lazima upate kitu fulani. Unyenyekevu ndio silaha bora ya Mkristo katika maisha ya kila siku. Wapo ambao wamepoteza fursa mbalimbali kwa kukosa unyenyekevu, kwa kuwa wajeuri, kwa kuwa na kiburi. Wakati mwingine wamemsahau mtu ambaye ni bosi wake, sababu tu hakujua kwamba huyu ni nani, akamjibu vibaya. Wapo wamepoteza fursa mbalimbali kwa kukosa unyenyekevu, kwa kutokuwajali watu wengine, ila wao wanaangalia mtazamo na mambo kama hayo. Kumbe tunafundishwa Mtume Paulo kwamba mfuasi wa kweli wa Kristo paswa kuwa mnyenyekevu, lakini pia mfuasi wa kweli wa Kristo hapaswi kuwa msaliti, Hawa watoto wa Mayahudi wanamfurahia Kristo anapoingia, lakini baadaye wanamsaliti na asulubiwe. Wako ambao watu tuliwaamini katika maisha yetu, tulishangilia pamoja nao, walitushangilia tulipopata mafanikio, lakini baada ya kuanguka walitunyoshea vidole na kututangaza vibaya. Mimi na wewe hatupaswi kuwa wasaliti kwa watu wetu wa karibu kwa namna yote, na Yesu anatuhitaji mimi na wewe. Yesu ana haja na wewe. Mwenyezi Mungu atusaidie tunapoelekea katika juma hili kuu, tafakari juu ya mienendo yetu, juu ya ufuasi wetu, kama kweli mimi na wewe ni wafuasi wa Kristo ama ni washabiki wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Simame.